Barabara kabisa mpendo mtazamaji, na kusalimu kwa mara nyingine nikitumai umekuwa na siku njema, siku ya Jumatatu mnamo tarehe 9 za mwezi huu wa kwanza mwaka wa 2017. Na samahani kwani habari zetu ambazo kufikia kila siku saa 12:30 leo tunakuletea mwendo wa saa 1. Na sasa ni saa 1:06 saa za Afrika Mashariki, na nakukaribisha na moyo mkunjufu kwenye habari zetu za jioni ya leo, na jina langu ni Salshabeti Wambua. Leo kuna habari ambazo zinaarifiwa ni kwamba rais wa zamani wa Iran Akbar Hashemi Rafsanjani amefariki, na habari zinasema kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameongoza kutoa salamu za rambirambi za kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Akbar Hashemi Rafsanjani aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Licha ya tofauti walizokuwa nazo viongozi hao, lakini kiongozi huyo wa dini amemtaja Rafsanjani kama mpambanaji. Kwa hivyo kwa wale wananchi wa nchi ya Iran tunatuma pole zetu za maombolezi. Mwingineko ni kwamba wafanyikazi wa vyuo vikuu wameanza mgomo wao uliotarajiwa kuanza rasmi leo. Hii ni baada ya kukamilika kwa muda wa makataa waliotoa kwa serikali kutekeleza matakwa yao ya nyongeza ya mshahara, na haya ndiyo yaliyomo. Katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi TUC Wilson Sossion anaitaka serikali kuwapa ofa wafanyikazi hao kufikia tarehe 13 mwezi huu wa Januari. Anasema TUC itaunga mkono mgomo huo hadi serikali itakaposhughulikia lalama za wafanyikazi hao. Hakuna mfanyikazi atakayefanya kazi kwa chuo chochote cha umma baada ya kukataa serikali kukataa kuwa na mkataba wa wafanyikazi tangu Julai 2013, na hiyo mkataba inatakiwa kuisha 30th of June 2017. The members of KUDHEIA are the raw cadre workers in the public universities. Anytime you bring percentage and you put a 10% on a professor's salary, that is over 200,000. And you are putting the same 10% on a grade 1 worker who is getting 10,000. You are continuing enriching some people, creating clusters in the university. Haya yanajiri huku wakilishi wa serikali na muungano wa madaktari KMPDU wakikutana hii leo kwa mazungumzo zaidi ya kutafuta mwafaka kuhusiana na mgomo wa madaktari unaoendelea. Msemaji wa Ikulu Manoa Esipisu anasema ofa ya nyongeza ya mshahara waliopewa madaktari hao kwenye makao ya Rais Uhuru Kenyatta huko Mombasa ingalipo. Hata hivyo, Manoa anasema mkataba ulioafikiwa mwaka 2013 unaoshinikizwa kutekelezwa na serikali haukusajiliwa na kuwa swala la mshahara linastahili kushughulikiwa na serikali. Kwa upande wao, madaktari wanashinikiza ongezeko la kati ya 150% na 180% ya mshahara wao kulingana na mkataba wa mwaka 2013. Mundia Ongute, MTV, Nairobi. Mbali na hayo, chama cha Orange Democratic Movement ODM kiliungana na baraza la magavana COG kutishia kuwasilisha kesi kotini kushinikiza serikali iwarudishie walinzi magavana wawili wa chama hicho ambao waliondolewa wiki iliyopita. Mwenyekiti wa ODM Bwana John Bandi Jumapili hapo jana alisema chama hicho kitawasilisha kesi kotini ili kuhakikisha kuwa magavana Ali Hassan Joho wa Mombasa na Amason Kingi kutoka kaunti ya Kilifi wamerudishiwa walinzi wao mara moja. Mwenyekiti wa baraza la magavana Peter Munya alisema hatua ya kuwapokonya walinzi magavana haikubaliki hata kidogo, na sheria hiyo haipo popote katika katiba ya nchi hii. Mnamo Ijumaa, serikali iliondoa walinzi wa magavana hao na kuagiza warudi katika kambi zao. Kuamkia leo, wale askari ambao kila siku wanalinda Bomalango
jana usiku walikuja wakachukuliwa wakaondoshwa, na pia wale walinzi ambao wanatembea nao wameambiwa warejee kambini na wapeane mabunduki zao. Kwa hivyo hatujui ni nia gani, manake jambo kama hili lilitukia baada tu ya by election ya Malindi, na hata kiwa kulikuwa na sababu yoyote ya walinzi hawa kutolewa, ingekuwa vyema kwamba tungearifiwa sisi, manake sisi pia ni viongozi, na si viongozi, ni viongozi ambao tunaendesha serikali. Kwa hivyo ingekuwa vyema ile heshima tu kwamba kwa sababu hii ama nyingine kuna walinzi ambao mtahitajika muachilie, na tungejua kwa nini walinzi hawa wanachukuliwa. Lakini kwa sasa hakuja kuwa na maelezo yoyote ni kwa nini walinzi hawa wamechukuliwa. Kwa hivyo bado tunajiuliza maswali, kuna njama gani ambao imepangwa mpaka walinzi hawa wametolewa? Na ikiwa ni kweli wametolewa walinzi hawa kwa sababu ya misimamo yetu, mimi na Gavana Joho, basi kusema kweli hawatarejeshwa, manake msimamo wangu hautabadilika kamwe, na msimamo wa Gavana Joho hautabadilika kamwe. If this is the price I'll pay for being in ODM, then so be it. Bwana Mbadi aidha anasema, na nitanukuu, tutaenda kotini kuomba magavana hao warudishiwe walinzi wao kama tulivyofanya hapo awali wakati baadhi ya magavana walipokonywa walinzi. Mwisho wa nukuu. Mbadi alikosoa serikali kwa kutumia asasi huru kikatiba kuangaisha upinzani. Alisema ofisi ya Inspector General wa polisi sio ya kisiasa na haifai kutumiwa na serikali kutisha wakosoaji wa serikali. Alilimbikizia kidole cha lawama serikali akisema ni uoga ulioifanya kuondoa walinzi wa magavana hao wawili. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, Seneta Moses Kajwang na wabunge watatu wa ODM walionya serikali ya Jubilee kwamba itawajibika kwa lolote linaloweza kuwakumba magavana hao. Akiongea katika ikulu ya Mombasa jana, msemaji wa ikulu Bwana Manoa Espisu alisema kupokonywa walinzi wa magavana hao ni sehemu ya mikakati inayoendelea kubadilisha na kuboresha usalama nchini. Mundia Ongute, MTV, Nairobi. Kwingineko upande wa kisiasa ni kwamba mbunge wa Gatundu Kusini Bwana Moses Kuria amewataka wanasiasa wanaomwelekezea kidole cha lawama Aden Duale kukoma, hasa wakereketwa wa kodi humu nchini wamkome kinara wa wengi bungeni kuhusu madai kwamba alihusika ya jamii ya Wakamba wanaoishi eneo la kaskazini mashariki. We all expected Honorable Duale to be behind bars as we talk today and to be arraigned in court. We want to see whether this government's pronouncements on trying to maintain peace in this country in the run-up to the next elections are only designed as a selective application of the law. Bwana Kuria amewataka walio na ushahidi wa kutosha kuhusu matamshi ya Bwana Duale kujitokeza wazi na waupeleke ushahidi wao katika taasisi husika ili sheria ufuate mkondo, la sivyo wafunge midomo yao na kujihusisha na kazi zingine. Amesema kuwa shida kubwa ya wanasiasa wa upinzani hapa nchini ni kutofautisha sheria na siasa, na kila mara hugeuza swala hata la mtu kutishiwa maisha au tishio la kurogwa kuwa la kisiasa. Katika mahojiano na kituo cha redio cha Kameme, Bwana Duale alisema kuwa ukimtishia maisha mmoja wa vigogo wa upinzani, badala ya kuenda kuandikisha taarifa rasmi na maafisa wa polisi ili apewe ulinzi na hali yake ya kiusalama ichungwe, yeye atakimbia kwa hifadhi ya wafu akisaka ni nani anayezikwa karibu ili aandamane na waombolezaji akatangaze kuwa anatishiwa maisha. Bwana Kuria alisema kuwa ametazama kanda inayosemekana ina sauti ya Bwana Duale akiwataka Wakamba wasisajiliwe kama wapiga kura eneo la kaskazini mashariki, na kudokezea kuwa kanda hilo halina tarehe la kunakiliwa wala eneo la unasiaji. Kwa sasa serikali imeamrisha kiini cha kusambazwa kwa mitandao kitafutwe na aliyekuwa wa kwanza kuiweka kanda hiyo mitandaoni asakwe kwa kuwa alikiuka sheria za kudhibiti uchochezi hapa nchini. Samuel Kasuti, MTV,
Nairobi. Hayo yakijiri, mrengo wa CORD eneo la Mlima Kenya umewataka wafuasi wa Jubilee kukoma kumkinga na kumwangazia Rais Uhuru Kenyatta kama aliye na udhaifu sawa na wa kiasi cha kuweza kuvunjika akikosolewa kidogo. Wana CORD wanataka wana Jubilee katika eneo la Mlima Kenya kuelewa kuwa Rais Kenyatta sio rais wa Mlima Kenya pekee, bali ni wa taifa lote la Kenya. Aidha, wamewaambia wakome mtindo wao wa kufikiria kuwa rais hawezi akakosolewa aidha pembeni au hadharani, kwa kuwa enzi ya kuongea kumhusu rais ukiwa mvunguni mwa kitanda huku lango ukiwa umelifunga kwa vifuli 3 ilisha na kusahaulika. Bwana Wambugu Kioi, katibu wa muungano wa CORD kwa vijana wa eneo hilo, amesema kuwa kumkinga rais dhidi ya shutuma za kidemokrasia na haki zinazoambatana ni sawa na kusema Rais Kenyatta ni dikteta. Alimtaka tekeleze miradi ya Jubilee katika eneo la Pwani na akome kuhadaa wa Kenya kuwa miradi hiyo ni ya Jubilee. Henry Anyula, MTV. Habari zingine kutoka kaunti ya Uasin Gishu ni kwamba hafla ya mazishi ya mwenda zake mwanasiasa Mark II ilifanyika mapema leo katika shamba lake la maziwa eneo la Kapseret mjini Eldoret. Hafla hiyo iliandaliwa chini ya ulinzi mkali, huku kila mwombolezaji aliyetaka kuhudhuria hafla hiyo katika shamba la maziwa akikaguliwa vikali. Mbunge Oscar Sudi pamoja na familia ya mwenda zake iliapa kuendelea na hafla hiyo, ikisema haijapokea ilani ya mahakama kusitisha hafla hiyo. Hapo awali zaidi ya maskwota 1000 kutoka kikundi cha Sirikwa mjini Eldoret County ya Uasin Gishu waliapa kufika mahakamani kuzuia kuzikwa kwa mwanasiasa huyo, wakidai kumiliki kipande cha ardhi atakamouzikwa karibu na uwanja wa ndege mjini Eldoret. Tunangojea uamuzi ya judge, na sisi kama Sirikwa tumekataa mwili ya Makto washikwe hapo wapeleke mahali pengine, lakini sio shamba iko na tatizo. Hayo yakijiri, mwanamke anayedai alikuwa mpenzi wa mwenda zake Tro na kupata mtoto wa kiume anaarifiwa kukimbizwa hospitalini mjini Eldoret baada ya kuzirai. Fatuma Ramadhan ameripotiwa kupoteza fahamu katika uwanja wa ndege wa Eldoret alipokuwa akielekea kuhudhuria mazishi ya Tro. Mwanasiasa Mark Tro anatarajiwa kuzikwa hii leo katika boma lake huko Kapsaret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mazishi hayo yataandaliwa licha ya kuwepo agizo la mahakama kutaka kusitishwa hadi kesi iliyo mahakamani isikizwe na kuamuliwa. Wakili wa marehemu Samuel Lilan anasisitiza ataelekea mahakamani kutaka ruhusa ya kufukuliwa kwa mwili wa Tro iwapo matakwa ya Tro hatazingatiwa. Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wakuu serikalini wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo na kumpa heshima za mwisho ya mwenda zake. Samuel Kasuti, MTV, Uasin Gishu County. Mpendwa mtazamaji, kumbuka wakati wowote unaweza kutupata kupitia mitandao yote yetu ya kijamii pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, ukurasa wetu wa Facebook at MTV Kenya, kupitia Twitter MTV Kenya, na pia uko na fursa ya kuchangia kwenye vipindi vyetu au kutuma maoni yako kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi. Nambari yenyewe ni 0701486625. Kumbuka pia unaweza kutizama runinga yako MTV kupitia simu yako ya mkononi kupitia mtandao wetu wa tovuti. Mtandao wenyewe ni www.mtvkenya.com. Kwa leo naomba nikuache nikikuombea Mungu au nikimwomba Mwenyezi Mungu azidi kuijalia nchi yetu, na pia tukiomba kuwe na visa vya ajali vipungue, na pia tunaomba Mungu kuweza kuingilia kati ya viongozi wa vyuo vikuu na pia madaktari walio kwenye mgomo. Basi kabla sijatoka studioni, namuona
naona habari za kiyoyozi cha jamii kutoka kwa mwanahabari wetu Mundi Ongute tayari zipo tayari. Na leo atakuwa nakuletea makala ya masahibu na wafu. Umekuwa nami Salshabeti Wambua, na bila shaka usiende mbali kwani makala ya kiyoyozi cha jamii yapo hapa. Kwa heri. Baba yangu tena ameahidi hata siku kama ameketi. Sasa hata mimi nikifikisha miaka yangu hiyo miaka 70 niko na right ya kusikwa kama huyu ndugu yangu vile anasikwa leo. Ni mimi dada yako Kitinda. Mimi nakwambia utufungulie barabara tuende. Hata sisi tutakufuata. Mtoto akakuja kwa ndoto akaniambia, "Papa usilie. Mimi sikukufa maji." Kwa sababu hata wazee walikuwa wameanza kusema kama mtoto alikufa maji hata litubue na stahili tumsike jioni. Amefufuka kuwasumbua. Sasa tukasema, kweli sasa vile mwenye alimwambia waliua huyu mtoto, kumbe ilikuwa ya kweli. Na hatujui mwili ulienda wapi. Na hatujui mpaka saizi huyo marehemu ako wapi. Wanaelezea masaibu waliokumbana nayo katika juhudi za kuwasindikiza wapendwa wao waliofariki. Wengi wa masaibu hayo yakianzia mjini, hasa katika kuwasafirisha maiti wao hadi nyumbani kwao kwa ibada rasmi na mazishi. Masaibu haya wakumba sana wakazi wa jamii za eneo la Nyanza na lile la magharibi mwa Kenya. Baadhi ya maiti wakikataa kusafirishwa. Marehemu ilikuwa inafaa fike leo asubuhi na ni gari. Dereva amesema klaji imeungua. Sasa ilikuwa inabidi fika leo asubuhi pelekwe garage. Imepelekwa. Tunangoja hiyo gari. Upendo ya Mungu tunajua tutafika. Na hata baada ya gari kubadilishwa wakidhania kuwa ilikuwa ni hitilafu za gari, maiti huyu bado alikaidi amri. Kama itakataa kabisa area zikuwe Lang'ata. Dada yake amwambie sisi hatuzikwangi Nairobi, tuko na kwetu. Sisi tunaenda kuzika nyumbani. Ama ule bibi yake kama ametangulia nyumbani akuja Nairobi, achukuliwe kwa miguu ziangalie pande za kwenda Ushago. Sasa kichwa iangalie Nairobi alafu atafika tu, hakuna maneno hapo. Huku nako waliamka asubuhi na kupata kuwa mwili wa maiti ulitoweka wakati wa usiku. Na hatujui mwili ulienda wapi. Na hatujui mpaka saizi huyo marehemu ako wapi. Na kama ni njama wamefanya, hatujui ni next wanataka kuzika yeye ama wanaenda kumficha ndio kule ili shamba. Nimemlete na gari kutoka Mombasa, nimegharimika 1,500 kumleta hapa sehemu hii. Na akaja akakataliwa kwenye gari. Polisi wakawa wako hapa, wako na tia gasi. Mimi nimelia, nimechoka. Halafu ninakuja kutiliwatia gasi, niendelee na kulia tena. Kwa hivyo ninaomba serikali inisaidie. Hawa wachukuu hawa sitaweza kuwalea. Huku wengine wakichoshwa na harufu mbaya anayotoa maiti, wengine wanaelezea sababu kadhaa zinazopelekea kwa haya yote kufanyika. Kwa mara nyingi huwalazimu ndugu, jamaa na marafiki kuwasiliana na maiti huyo ili kutii amri. Wengi huelezea baadhi ya sababu zinazoweza kupelekea kwa matukio haya kufanyika, miongoni mwao ikiwa ni uwepo wa mtu aliyekuwa adui kwa mwenda zake. Ni mimi dada yako Kitinda. Mimi nakwambia utufungulie barabara tuende. Hata sisi tutakufuata. Sisi tutakaa duniani. Mwenye alikutendea mabaya atakufuata hata. Fungua safari. Fungua safari shemeji yangu. Wewe ni shemeji yangu. Tumekaa na wewe, tumekula na wewe mpaka ukalala. Ndio ulikuwa unanichunga na unatuchunga mpaka na madada zako. Na baada ya maiti kuzungumziwa, safari huanza na kuendelea kama kawaida. Wengine husumbuliwa na maiti siku chache tu baada ya kuzikwa. Kwao hawawezi wakapata usingizi wa hata siku moja hadi watimize anayosema marehemu kupitia kwenye ndoto. Mtoto akakuja kwa ndoto akaniambia, "Papa usilie. Mimi sikukufa maji." Kwa sababu hata wazee walikuwa wameanza kusema kama mtoto alikufa maji hata litubue na stahili tumsike jioni. Lakini mtoto akajitokeza kabla hata tuchasika, akakuja kwa nini akasema, "Papa, mimi sikukufa maji." Paka akaniambia na mtu ambaye alimuua, akaniambia paka hesabu ya watu ambao walimuua. Kwa kupigia mfano,
Hapa mtoto wa miaka 13 alifariki kwa kuuawa na kutaka kufukuliwa azikwe mahali alikotaka. Inadaiwa kwamba mtoto huyu hakuzikwa kulikokuwa kwao. Mtoto anawasumbua, amefufuka kuwasumbua. Sasa tukasema kweli, sasa vile mwenye alimwambia waliua huyu mtoto, kumbe ilikuwa ya kweli. Sasa ikaendelea hivyo. Sasa ndio naona tena wakaanja kuona hii mtoto anawasumbua. Wakaanja matata na kijana yangu kwa pombe. Sheria ikatoka. Kweli wakakubaliana, wakasema sheria iko kodini ya kusema ukitaka kufufua mwili wako, sheria iko unaweza kumpeleka mahali popote unataka. Na sasa wewe timiza makano ya hii, halafu tukukubali ufufue mtoto yako. Mazingaumbwe pamoja na uchawi yote yani kuzingatia haya, hatujaiona Siloba. Hatujaiona mambo kama haya yakitendeka jamii. Wananchi tunaumia, makaburi kuja kung'olewa kwa njia isiyojulikana. Wengine nao huenda katika chumba cha kuhifadhi maiti na kujipata wamekabidhiwa mwili usiokuwa wa mpendwa wao. Wapo watu aidha ambao wanaacha maagizo ya kuzingatiwa wakifariki. Kwa kutolea mfano, hapa Ikolomani huyu jamaa aliagiza azikwe akiwa ameketi. Aidha aliagiza jinsi jeneza lake litakavyoundwa. Baba yangu tena ameahidi atasiko kama ameketi. Sasa hata mimi nikifikisha miaka yangu hiyo miaka 70, niko na right ya kusikwa kama huyu ndugu yangu vile anasikwa leo. Nikikufa mpaka nisikwe hivyo, kwa sababu natoshea. Ufanyiwe kila kitu kama mchezo, sababu ya kusikwa namna hivyo. Unaweza fanyiwa mchezo kama ni ng'ombe zipikane, wamama wakiwa hapo wanaweza pika